Mheshimiwa Rais wetu wa Azimio Baba Raila Amolo Odinga, naibu wetu Mama Martha, ndugu Kalonzo Musyoka, itifaki yote ikizingatiwa. Nimesikiza kwa makini sana wazungumzaji wote, kila mmoja hutaki amalize kuzungumza. Na mazungumzo haya tumekuja kwa sababu jana sisi kama Baraza Kuu la Ushauri la Waislamu Kenya KEMNAK tulifanya press conference Mombasa, tumeipinga hii bill. Na ni baada ya kushauriana na wenye viti wa kaunti 47, tuliwaambia waulize watu misikitini kila wakiswali kuhusu bili hii. Na majority of the Muslims katika kaunti 47 wakasema ambia chairman hii bili aipinge. Nikapigia mzee simu, mzee Raila akatupa ruhusa, na jana tulikuwa na press conference Mombasa, na sasa hivi nafikiri iko viral katika mitandao yote. Hii bill niliposikiliza leo nimepata mengi zaidi. Ina somo moja ambalo napenda niwafahamishe. Binadamu wamegawanyika makundi manne, na kuomba usikize kwa makini. Kundi la kwanza kuna watu. Kundi la pili kuna watu wengine. Kundi la tatu kuna wengineo. Na la mwisho akina nani? Watu, watu wengine, wengineo na akina nani. Ukiwataka wote kuwapata hawa, nenda harusini, tuwapata wote hawa. Watu ni wale wenye harusi, familia ya bibi na ya bwana, wale ndio watu. Utengeza kadi wale watu. Yule alikuwa watu wengine. Ukipewa kadi wewe ni wale watu, wewe ni mtu mwingine. Kesho kimwalika bwana Kioni hapa, na mimi niko karibu na sina kadi, atasema Sheikh nifuate mimi. Wewe huna kadi, I am your card. Wengineo wale. Alafu wakifarusini wale watu, watu wengine na wengineo hukaa kama hivi, high table. Kila mtu na sinia lake. Biriani, kuku, kachumbari, mapochopocho, sambusa, zote kila mmoja sinia lake. Manake watu wengine na wengineo. Kisha nje ya geti huanza fujo kule. Huko kwa lumbana, kwa pigwa, mpaka askari ushindwe akarudi kwa mwenye harusi. Mzee kule kuna fujo sana. Mwenye harusi huenda paka pale. Kina nani? Yapo. Nyinyi kina nani? Nyinyi kina nani nyinyi? Nyinyi kina nani nyinyi hapa? Awajua mzee, sisi vijana wa mtaani hapa tunkuja, soga ndiye mbaya. Haya, kaeni sita. Kaeni sita. Watu 6 sinia moja. Haina nyama, haina kachumbari, haina sambusa, haina juice. Hivi ndivyo serikali hii imefanywa. Tumefanywa akina nani na Ruto, na bili hii ikipita tutakuwa akina nani zaidi. Sasa nikirudi katika theology, mimi si wakili. Utawala hawanzi sasa. Kuna watawala kwenye Qur'an na Bible wametajwa wa nguvu. King David alikuwa very powerful. Solomon alikuwa na nguvu nyingi sana, akitawala binadamu, majini, mashetani, wanyama, hata upepo. Akitaka ruka mahali, Suleiman anaweka mkeka, anaomba dua kwa Mwenyezi Mungu, anaruka, akifika anashuka. Alikuwa very powerful. Akaja Firauni. Asa Solomon na David hawakumwasi Mwenyezi Mungu, alitawala vizuri. Firauni akaja akakosa. Akatesa Mayahudi, akaoa watoto wachanga wa Kiyahudi, akafanya uchumi wa Misri mbaya kama huu. Mbingu zikachukua hatua.
Lipelekewa Nabii Musa, akaonywa, hakusikia. Akapelekewa Haruni, akaonywa, hakusikia. Mbingu zikachukua hatua kwa utawala huo, akadidimizwa Red Sea. Yeye na jeshi lake. Sijui katiba yasemaje, rais akiwa hivi kama huyu hapa, katiba yasemaje? Mimi sio wakili, unajua. Ikiwa Mungu alipofsinywa na Firauni, anachinja watoto wa Kiyahudi, amepandisha tax, maisha ni magumu, ameonywa na Musa hasikii, Haruni akamwonya hakusikia, maisha ilipokuwa ngumu, mbingu zichukua hatua, alidimizwa Red Sea na Wayahudi wakaokolewa, wakaenda Kanani. Katiba yasema nini ikiwa rais wa nchi anaharibu nchi kama hivi? Katiba yasema nini ikiwa rais wa nchi anafanya tuwe akina nani? Manake hii kipita, hutaweza lisha familia yako yote kila siku. Itabidi iwe sahani moja, watu 6 au watu 10. Yani kila tutakuwa akina nani, kila family, Coast, Nairobi, Eastern, tutakuwa ni akina nani? Sahani moja, watu 10 washikeshike, hawakushiba. Kama mtu anafanya taifa linakuwa akina nani, hatui watu, si watu wengine, si wengineo, tunakuwa akina nani? Mtawala akifanya wananchi kuwa akina nani, katiba yasemaje?